Nashukuru kwa kufika kwako na Mungu akubariki. Tunashukuru pia Mungu ametujalia neema. Leo ni Sunday ya pili ya Februari. Naendelea kuona wema wa Bwana, naendelea kuona makuu ya Bwana. Tunaendelea na somo letu la sadaka. Bwana asifiwe sana. Amen. Sadaka. Washirika wengi wapende mafundisho haya. Tunapozungumzia sadaka, wengine wanafura, wengine wananuna, wengine hawafurahie, but sadaka iko pia ni sehemu katika Biblia. Bwana asifiwe sana. Lazima tuzungumzie Biblia kona zote. Lazima tuchambue kona zote. Na kama ni neno ile Mungu ametupatia mwezi kama huu, lazima uizingatie na lazima ikuingie kwa kichwa. Kazi ya sadaka. Tumeongea mengi. Tunashukuru pia wale wanatufuata kwa mtandao. Kimisi ibada tufuate kwa mtandao. Lakini ni vyema tukue pamoja. Bwana asifiwe sana. Tunashukuru pia kwa kila mtu anayetufuata kwa mtandao, anaye-like. Mungu awabariki nyote. Tunaongelea kuhusu sadaka, tukasema ya kwamba madhabahu ya Mungu na ya Shetani yote inahitaji sadaka. All need offering. Na madhabahu kuwa na nguvu, lazima sadaka itolewe. Na tukasema madhabahu mbili zinaongoza dunia hii. Madhabahu ya Mungu na madhabahu ya Shetani. Na lazima wewe sadaka zako unaitoa pande moja. Ukiwa mtu unakunywa pombe, ujue naenda kwa Shetani. Ukiwa unaipoteza kama kahaba, ujue naenda kwa Shetani. Ukiwa unaipoteza kwa vitu isiyomtukuza Mungu, ujue nguvu ya madhabahu ya familia yenu inakusukuma kupeleka hizo sadaka mahali kule na inakusukuma. Bwana asifiwe sana. Kuna watu wanaspend more kunywa pombe, lakini ananungunikia wala anatoa sadaka kanisani. Anaweza maliza hata mshahara kwa baa. Hiyo ni madhabahu ya familia na msukuma atoe pesa zake huko. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Na leo tutaongelea maombi inayohitaji sadaka. Aina ya maombi inayohitaji sadaka. The kind of prayer need offering. Bwana asifiwe sana. Naomba kameramani wetu kabisa tuwekee vizuri ili akaweze kunakili kila kitu. Ni somo la muhimu. Lazima Wakristo tutambue. Kuna maombi unaomba inahitaji sadaka. Kuna maombi unaomba Mungu atatenda. Lakini kuna area fulani kwa wewe kutoka, kwa wewe kuponyoka mahali pale, lazima utoe sadaka. Bwana asifiwe sana. Tuko pamoja. Hallelujah. The kind of prayer who need offering. Hitaji gani? Ni maombi gani? Ama hitaji gani? Request gani? Kwa wewe kupata jibu inahitaji sadaka. Bwana asifiwe sana. Tanifuata vizuri kabisa ili ujue uko katika kona gani. Jambo la kwanza inayohitaji sadaka. Kama shida yako ikidumu muda mrefu bila kupata majibu, unaomba miaka nenda miaka rudi bila kupata majibu, lazima una change system. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Shida yake kudumu miaka nenda miaka rudi. Unaomba, unafunga, umemaliza fasting zote, umeomba 1 week, 3 days, 21 days, 40 days, you pray, hali haibadilike.
mambo ni pale pale, unahitaji kutolea sadaka nzuri. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Acha tusome katika kitabu cha Samueli wa kwanza, mlango wake wa kwanza kuanzia 9. First Samuel chapter 1 verse 9 na kuteremka chini. Samueli wa kwanza kuanzia 9 na kuteremka huko chini. First Samuel chapter 9. Ndipo Ana akainuka walipokwisha kula na kunywa huko Shilo, naye Eli kuhani alikuwa akiketi kitini pake penye mwimo wa hekalu la Bwana, na yeye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamuomba Bwana, akalia sana, akaweka nadhiri, akasema, Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso langu, teso la mjakazi wako, na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wewe hautamfikiria kichwani kama. Ikiwa hapo alipodumu kuomba mbele za Bwana, Eli akamwangalia kinywa chake. Basi Ana alikuwa akinena moyoni mwake, midomo yake tu ilionekana kama ananena, sauti yake isisikiwe. Kwa hiyo huyo Eli alimdhania kuwa amelewa. Ndipo Eli akamwambia, je, utakuwa mlevi hata lini? Achilia mbali divai yako. Ana akajibu akasema, asha bwana wangu, mimi ni mwanamke mwenye roho ya huzuni. Mimi si kunywa divai wala kileo, ila nimemimina roho yangu mbele za Bwana. Usimdhanie mjakazi wako kuwa ni mwanamke asiyefaa kitu, kwa kuwa kati ya wingi wa kuugua kwangu na kusikitika kwangu ndipo nilivyonena hata sasa. Ndipo Eli akajibu akasema, enenda kwa amani, na Mungu wa Israeli akujalie haja yako uliyomuomba. Naye akasema, mjakazi wako na aone kibali machoni pako. Basi huyo mwanamke akaenda zake, naye akala chakula, wala uso wake haukukunjama tena. Wakaondoka asubuhi na mapema, wakasali mbele za Bwana. Kisha wakarejea na kufika nyumbani kwao huko Rama. Elikana akamjua mkewe Ana, naye Bwana akamkumbuka. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Bwana akukumbuke mwaka huu 2026. Haleluya. Mungu akujalie ile unataka. Bwana akuone. Bwana apanguze machozi yako 2026. Bwana asifiwe sana. Tunasema maombi ama hitaji
utakaohitaji sadaka. Ya kwanza, ukiombea hitaji muda mrefu bila kujibiwa, bila kupata majibu, lazima unabadilisha mfumo, lazima una change system. Hapa kuna mambo mawili. Ukiwa na sadaka unatoa, na kama huna chochote unaweza kufanya nadhiri mbele ya Bwana. Unaweza kumpatia Bwana ahadi kama Ana jinsi alivyofanya. Alisema, ukimkumbuka mjakazi wako, ukinipa mtoto mume nitakupatia naye, wala wewe haitapita katika kichwa chake. Nitakutolea yeye sadaka katika nyumba yako, atakutumikia siku zote za maisha yake. Akafanya nadhiri. Bwana asifiwe sana. Kama huna sadaka, kama huna cha kumpatia Mungu, na shida zako zimedumu sana, na hitaji yako haijajibiwa, unaweza kufanya maombi ya nadhiri. Haleluya. Ana alikuwa tasa, na alikuwa na opponent wake anaitwa Penina. Walikaa na Elkana alikuwa anampenda Ana, alikuwa anampatia double portion, lakini Penina Mungu alimpatia uzao, alikuwa kizaazaa kabisa, lakini Mungu alifunga tumbo la Ana, na hiyo ikaleta huzuni kwa Ana. Haijalishe mume anampenda, haijalishe anampatia double portion, lakini furaha yake ni kuwa na mtoto. Hakuna yule mwanamke aliyeingia katika ndoa, hata kama umetendewa nini, hata kama Bwana anakupenda vipi, hata kama umepatiwa nini na nini, lakini kama hujazaa na wewe Bwana, kama hujapata mtoto, moyo wako hautafurahi, moyo wako hautakuwa na amani. Na Ana alikuwa akimchokoza. Ana alikuwa akimdhihaki, Ana alikuwa akimdharau, na hiyo ilikuwa inamsukuma Ana kwenda mbele ya Bwana, kwenda hekaluni, kwenda kutoa dhabihu, kwenda kuabudu Shilo. Lakini ikafika wakati akaamua, akakataa kula chakula, akasema mimi sikule. Na Bwana hata akamwambia, jamani, mimi nakupatia double portion, mimi nakupenda, lakini akasema safari hii nimeamua sikule chakula, naenda katika nyumba ya Bwana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Akakata kauli, akaingia katika maombi, akamimina moyo wake mbele ya Bwana, kwa sababu moyo wake ulikuwa ukiugua, moyo wake ulikuwa na huzuni, moyo wake ulikuwa ukijaa machungu. Akaumimina katika nyumba ya Bwana na akapotelea katika maombi. Na wakati wa maombi ukamalizika, akaendelea, hata sauti ikapotea, akabakia midomo ikinena, lakini moyo ukiomba. Moyo wake umemiminwa katika mbele ya Bwana. Na Eli akafikiria kama amelewa, kamwambia, mpaka lini utatulia na mvinyo wako? Akasema, Bwana wangu, usifikirie mimi niko mlevi. Hapana, na mimina moyo wangu kwa Bwana, kwa sababu mimi mwanamke nimejaa uchungu moyoni mwangu. Haleluya. Bwana asifiwe. Siku utaamua kubadilisha maisha yako, na Mungu utabadilisha. Bwana asifiwe sana. Usikuwe tu na mazoea unakuja kwa ibada, usikuwe tu katika mazoea. Kuja na focus. Mungu, ninaenda katika nyumba yako. Mungu, ninaenda kumimina moyo wangu mbele yako. Ona hii. Nataka maisha yangu ibadilike. Nataka milango ifunguke. Nataka njia zifunguke. Bwana asifiwe sana. Hiyo siku Ana aliamua, akaona mabadiliko. Ile siku aliamua, Bwana akamtembelea. Ile siku alimimina moyo wake kwa Bwana, Mungu akasikia kilio chake.
Na Eli aliposikia maneno kama yale, akamwambia, na Mungu wa Israeli akujalie neno lile unalolitaka. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Na akarudi na akasema, mjakazi wako apate kibali machoni pako. Akarudi akakula, uso wake ukafunguka. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ndio Daudi anasema hakuna alienda katika nyumba ya Bwana akarudi jinsi alivyokuwa. Aliingia katika nyumba ya Bwana uso umekunjama, lakini akatoka na furaha. Haleluya. Bwana asifiwe. Penda kuja katika hekalu la Bwana. Penda kuja katika nyumba ya Bwana. Utakutana na Mungu. Utakutana na mahitaji yako. Atakubadilisha, atakuponya, atakufungua, atakukomboa. Bwana asifiwe sana. Kuwa tu katika nyumba ya Bwana. Kuwa tu mahali pale. Bwana asifiwe sana. Sio muda shida yake ikikawia sana, unaombea miaka nenda miaka rudi, shida iko tu pale pale. Pendwa, lazima uitafutie sadaka nzuri. Naenda leo mbele ya Bwana, na kama una sadaka, fanya ombi la nadhiri.